Jumapili iliyopita tuliweza kujifunza kuhusu mambo manne ama levels 4 za maisha ya Mkristo. Amen. 4 stages of Christian life. Na hakika tuliona moja ni mambo ni kuhusu na wokovu, na tukaona ya pili ni character, na tukaona ya tatu ni matunda, na ya nne ni kushinda, ni mshindi, kuwa mshindi. As a Christian you must be an overcomer. Amen. Na ukiwa umebeba those 4 levels ama those 4 stages, ukizikiwa ndani yako utaweza kushinda, ni kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Leo ninataka niweze kuongea kidogo kuhusu the value of your salvation. The value of your salvation and the cost in Christ. Amen. Mtu ambaye amebeba wokovu wa kweli, mtu ambaye amebeba wokovu ulio na matunda, wokovu ulio na tabia nzuri, na wokovu ambao unawezesha mtu kushinda, ni mtu ambaye amesema ya kwamba heri nilipe gharama katika wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukilala na njaa unasema ya kwamba mimi simwachi Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maisha haya ya wokovu hayataki mtu ambaye anajipenda, yanataka mtu ambaye anajikana kwa ajili ya Kristo. Hata ukiona unakonda, hata ukiona ni kama unaumia, unaona ni kama unateseka, don't worry about those things. Bwana Yesu asifiwe. Maana maisha yako ni muhimu sana kuliko chakula na kuliko nguo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akiwa ndani yako, kama utasava because of Christ, don't worry. Ni kwa sababu Christ is a restorer. Bwana Yesu asifiwe. Atakuregeshea afya yako, atakuregeshea amani yako, atakuregeshea pesa zako, atakuregeshea kazi yako, atakuregeshea everything that you need in your life. Bwana Yesu asifiwe. So it is good to pay the cost of your salvation. Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu naye aone kujitolea kwako, aone vile umejikaza, vile umejitolea, naye ataweza kutenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Matthew chapter 13. Tutasoma 44 to 46. Amen. It is about the kingdom of heaven. Hallelujah. Kuhusu ufalme wa mbingu. Lazima ufalme wa mbingu utafutwe kwa bidii. Lazima ufalme wa mbingu utafutwe katika seriousness. Amen. Kwa hivyo tusome pale Matthew chapter 13 verse 44. Neno la Bwana sema hivi: tena ufalme wa mbinguni umefanana na hazina. Ufalme wa mbinguni umefanana na hazina iliyostirika katika shamba, ambayo mtu alipoiona aliificha, na kufurahi, na kwa furaha yake akaenda akauza alivyo navyo vyote, akalinunua shamba lile. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na mfanyabiashara mwenye kutafuta lulu zuri. Naye alipoona lulu moja ya thamani kubwa, alikwenda akauza alivyo navyo vyote, akainunua shamba ile. Bwana Yesu asifiwe. Sikia chapter 13 verse 44. Ninapoongea kuhusu udhamana wa wokovu wako na kulipa gharama kwa ajili ya Kristo, ni kule kuonyesha ya kwamba, wapendwa, our salvation is not a salvation of faith. Hallelujah. Ama si wokovu wa bure, ni wokovu ulio na udhamana.
na tusipo utunza ule udhamana na tusipo ulipia gharama, kuna uwezekano tutakaa kama watu wa kawaida. Mlevi huwa anasema ameokoka, anajiita mimi ni Mkatholiki, mimi ni MAC, mimi ni Mredeemed, mimi ni hii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini isa sina, because analewa. Isa sina, anatafuna miraa. Isa sina, anafanya hili na ile. Bwana Yesu asifiwe. But anasema mimi ni wa kanisa fulani. Hiyo sio sababu ya kuonyesha gharama unayoilipa. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa sadaka si kuonyesha umelipia wokovu wako gharama. It is good to serve because of Christ. Kujitolea wakati wa mazuri na wakati wa mabaya. Wakati umependwa na marafiki na wakati umetengwa na marafiki. Wakati machafuko yamekujilia, umekosa hili na ile, ama katika nyumba yako kuna shida, bado unastahili kumtumainia Bwana. Huyu ni mtu anasema kwamba ufalme wa mbingu unafanana na shamba iliyokuwa na nini? Shamba iliyoonekana nini? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba hazina iliyostirika, iliyojificha. Yaani mtu aliyotembea katika shamba akaona vitu vya dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu mmoja akanionyesha mahali, akaniambia hii place even serikali inapoiona aioni utajiri ulio pale. Mwenyewe utaoni utajiri ulio pale. Akaniambia mimi nitalipa gharama ndio nichukue uwanja huu, maana ninapoangalia uwanja huu ninaona millions of money. Ninaona vitu vikubwa sana. Uwanja huu nikiununua, kwa watu wote watasaidika. Ni kwa sababu kuna jambo nitalifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na nikawa ninamwangalia. Na nilipomwangalia akinielezea, nikaanza kufunguka macho. Na hata mimi nikajua ya kwamba hii shamba ina udhamana wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani ufalme wa mbinguni umefananishwa na shamba iliyokuwa na hazina ambayo imestirika. Na mtu mmoja akitembea katika ile shamba akaona hazina na akaichukua akaificha, alafu akaenda akatafuta pesa kwa njia ya kuuza vyote alivyokuwa navyo. Aliuza magari yake, akauza shamba yake, akaenda akachukua pesa zake zilizokuwa katika akaunti yake. Na yeye akaja akanunua ile shamba. Hakununua shamba kwa sababu ni nzuri, lakini ndani ya ile shamba kuna kitu cha dhamana sana ambacho akikiangalia anaona millions of money, anaona utajiri mkubwa, so akanunua ile shamba. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siri katika mbingu. Kuna siri katika shamba la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya shamba kuna dhamana. Bwana Yesu asifiwe. Udhamana hii, hazina hii ambayo imesitirika ni wokovu. People, they don't know about the salvation, but they know the word salvation. Wanaweza wakatamka neno salvation, wanaweza wakaandika kwa sababu wanajua alphabetical za wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hiyo sio jambo. Ni maana wengi wameona, wamepita katika ile shamba, wameona ile hazina, lakini hawakuelewa na udhamano wake. But huyu jamaa akaona na akaelewa. Wapendwa, wakati ambapo umekuja kuelewa na kujua ya kwamba kuna kitu cha dhamana ambacho Bwana ameficha, utaweza kutunza, utaweza kulipa gharama. Wokovu wa kweli ni lazima ulipie gharama. Ukitaka uone ufalme wa mbingu, ni lazima wokovu wako upalilie. Utatukwana kwa sababu ya wokovu wako. Utatengwa kwa sababu ya wokovu wako.
utafanyiwa hili na ile. Hata wengine wakati mwingine unapitia katika magumu, lakini hayo yote nimekuja mjioni ya leo ni kuambia kwamba wokovu wako ndio hazina iliyofichwa mahali. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wako ndio utakao kuwezesha kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hakuna yeyote ataingia pale pasipokuwa na kulipia gharama. Wokovu wako. Pendo utalala njaa, lakini wokovu wako ukiutunza. Bwana Yesu asifiwe. Njaa haitakuzuia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Ukikosa pesa na utunze wokovu wako, ulipie gharama wokovu wako. Ndugu yangu, dada yangu, nakwambia, njaa ama tatizo ama ukosefu wa fedha ama madeni ama nini haitazuia ukiingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu wako ni kama hazina iliyofichwa katika shamba. Haleluya. Usiubebe ni kama wale wengine wanavyoubeba. Usikuwa na wokovu leo, lakini tatizo ikikupata unabadilika. Aidha unaenda kwa mganga, aidha unaanza kuwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Usitumie wokovu wako kudhulumu wengine. Usitumie wokovu wako kwa njia isiyofaa. Ni kwa sababu Yesu anataka yule ambaye analipa gharama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utatukanwa, usijilipize kwa matusi. Utakataliwe, usijilipize kwa kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. People can leave you, but God cannot leave you. People can mock you, but God can't mock you. Hallelujah. Amen. Wacha wakudharau, wacha wakutenge, wacha wakufanyie lolote lile, lakini utunze wokovu wako. Ni kwa sababu ni kama hazina iliyofichwa mahala pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bila kujua udhamana wa wokovu wako, unaweza kuwa hauna concern nao. Haleluya. Ndio maana mtu ambaye hajui udhamana wa wokovu wake anaweza kuwa ni mtu wa kwenda Jumapili kanisani. Akiwa kanisani hana shughuli pale, hataki kupalilia wokovu wake. Ni mtu ambaye si lazima asome Biblia, si lazima aombe. Haleluya. Si lazima aende katika mikutano, si lazima aende, si lazima ashuhudie ya kwamba ameokoka. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtu akisema wokovu ni personal. Ndio ni wa personal. Wokovu ni personal. Bwana Yesu asifiwe. Lakini je, ushuhuda wako, kwa nini usitoe ushuhuda? Bwana Yesu asifiwe. Nimeokoka, nampenda Yesu Kristo. Kuna mtu anamaliza mwezi bila kushuhudia. Ni kwa sababu haujui udhamana. That is why hana kozani na udhamana, hana dhamani na wokovu wake. Yeye tu anajua niliokoka, anajua ninaenda kanisani, anajua mimi nafanya hivi na vile. Bwana Yesu asifiwe. That is not the value, that is not the knowing the value of your salvation. Kisoma Philippians chapter 3, Philippians chapter 3 verse 7. Nisome verse 7. Neno la Bwana sema hivi. Chapter 3 verse 7 to 9. Paulo anasema hivi: lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mafi, ili nipate Kristo
tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Akasema mambo yote aliyahesabu kuwa hasara. Bwana Yesu asifiwe. Unaacha kazi yako, unaenda katika mkutano wa Mungu, unaenda katika kikao cha Mungu, ukiwa umeacha kazi yako, umeacha shughuli zako, umeacha mambo yako kwa sababu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, hakuna njia ingine tunaweza tukaonyesha udhamana wa wokovu wetu kama sisi wenyewe hatusimami katika njia za haki. Wacha watu watuhukumu kwa sababu anasema kwamba tunaenda kanisani kila wakati. Mbona hao watu hawachoki na kuomba? Achana na wao wakuhukumu kwa njia ile wanafikiria, lakini wewe hesabu kuwa hasara. Kama wewe mwenyewe unaweza kwenda katika kikao cha watu wa dunia na mkaongea mambo mengi, mkapanga vitu vingi, na mkaweza hata kukula pamoja, na wewe ukatoa muda wako kwa ajili ya Yesu. Jua kana kwamba wokovu, kama vile unachaji simu yako, kama vile unaweka token kwa stima yako, vivyo hivyo wokovu wako unahitaji token. Wokovu wako unahitaji kuongezwa credit. Wokovu wako unahitaji uweze kuucharge. Utaweza kuyala matunda ya wokovu wako kwa njia gani? Kama wewe mwenyewe unakaa dormant na unasababisha wokovu wako usionyeshe udhamana. Paulo anasema ya kwamba yeye halihesabu mambo yote kuwa hasara kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya Kristo. Akasema, it is not me, but Christ who lives in me. Hallelujah. Amen. It is not you. Wakati ulipokea salvation, ulipokea Kristo. Wakati uliacha dhambi, ulikubali haki ya Kristo ikutawale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is good to value your salvation. It is good to pay cost to follow Christ. Kumfuata Kristo si jambo rahisi. Maana itabidi ukatae mambo mengine. Wakati umesema ya kwamba I want to pray and fast, unaacha kula, unaacha kunywa, unaacha mambo mengine, unaingia fasting and praying because of Christ. That is paid the cost. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tulipe gharama kwa kuacha wakati muda, kukutenga muda wetu na Yesu, kwa kuchukua hatua ya kwenda kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunakataa chakula, wakati mwingine tunakataa kulala, wakati mwingine tunakataa kwenda kazini because of Christ. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie ili tukaweze kujua na kuelewa kwa nini tunamfuata Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Matthew 16:24, Matthew 16:24, neno la Bwana sema hivi, verse 24. Wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiokoa nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye poteza nafsi yake kwa ajili yangu ataiona tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wapendwa, kumfuata Kristo si jambo rahisi. Na si mtu wa mwili ana uwezo wa kufuata Kristo. Lazima mwili uue mwili. Lazima uue mwili
ndio uweze kumfuata Kristo. Kujikana mwenyewe ni kutokubaliana na mausia ya mwili. Ni kutokubaliana na mawazo ya mwili, ili Kristo umfuate. Bwana Yesu asifiwe. Mwili utakwambia ninasikia njaa. Mwili utakwambia nimechoka. Mwili utakwambia haya na yale. Lakini ukitokubaliana na mwili, dada yangu, ndugu yangu, nakwambia utaweza kumfuata Kristo. Maana mtu wa mwili anaweza akapoteza nafsi yake na kutoiona tena. Lakini mtu ambaye amejaa Kristo, anatumia roho wa Bwana kufuata Kristo, amejikana kwa ajili ya Kristo. Neno la Bwana anasema ya kwamba atakayepoteza nafsi yake kwa ajili ya Kristo ataiona tena. It is good tuweze kupoteza nafsi zetu kwa ajili ya Kristo. Tujitolee kwa kazi ya Bwana. Tusimame na Bwana kwa ajili ya kujikana wenyewe. Tusiruhusu mwili utuongoze. Tumruhusu Kristo atuongoze. Tusiruhusu mwili utuongoze, bali turuhusu mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana ni mwaminifu. Bwana anastahili. Bwana ni mwema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Unaposoma Philippians, rudi tena Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12 inasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuongopa na kutetemeka. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa wakati ambapo tuko huko na mchungaji ama tuko pamoja, even wakati ambapo uko peke yako, utimize wokovu wako. Ubebe wokovu wako. Utumie wokovu wako katika njia ya kutetemeka, katika njia ya kutii na kuongopa. Bwana Yesu asifiwe. Maana tukisema ya kwamba wokovu wetu tutakuwa tunaukalisha vizuri wakati tuko pamoja, tutakuwa tunakosea. Bwana Yesu asifiwe. Wacha wokovu wako uonekane una udhamana wakati ndugu yako yupo na wakati ndugu yako hayupo. Nimetoka, nimesafiri, nimeenda Nairobi. Nisiseme kwa sababu Mama Grace anioni, ama Mama Gift anioni, ama yule mwingine anioni, sasa nitafanya dhambi kule. Nikirudi huko mimi niko sawa. Hiyo haitaonyesha udhamana. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitaonyesha udhamana ni kwamba ukitusa wokovu wako, ukiutusa na kuutimiza katika njia ya kutetemeka na kuongopa. Bwana Yesu asifiwe. Wakati unaona unatenda dhambi, unaanza kuongopa, ni kwa sababu kuna Mungu aliye ndani yako. Yesu yuko ndani yako. Yesu ndiye anatimiza wokovu wako. Yesu ndiye anakutusa na kuleta udhamana. Kama wewe mwenyewe utaweza kuongopa na utatetemeka wakati wokovu unapotajwa. Salvation is the key to enter in the kingdom of God. Without salvation, no entering to the kingdom. Wanaokaa ndani ya ufalme wa Mungu ni wale waliokoka, ni wale wanaotusa wokovu wao, ni wale wanaoona udhamana. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana sema ya kwamba ufalme wa mbingu ni kama mtu mfanya biashara aliyetafuta lulu iliyozuru. Lulu is like it is a precious stone. Bwana Yesu asifiwe. Ni jiwe lililozuri na ni kama dhahabu. Ina udhamana kama wa dhahabu. Bwana Yesu asifiwe. It is a precious stone. Amen.
Yaani ina udhamana mkuu sana. Ni kama mfanyabiashara aliyetafuta lulu iliyo nzuri, na katika kutafuta lulu alipoipata, Biblia sema ya kwamba na akaenda akauza vitu vyake vyote ili ainunue hiyo lulu. Haleluya. Bwana tusaidie tukaelewa na udhamana wa wokovu wetu, tukajielewe vyema. Okoka ukiwa nyumbani, okoka ukiwa safarini, okoka ukiwa kwenye biashara, kwenye kazi yako, okoka ukiwa mahali ambapo uonekani, okoka ukiwa mahali popote pale. Wacha udhamana wa wokovu wako ukaweze kuonekana, nao utayala matunda ya wokovu wako. Utaishi maisha mazuri kwa sababu ya wokovu wako. Bwana atafungua njia na milango ni kwa sababu ya wokovu wako. Bwana tusaidie na Bwana tubariki. Wacha neno hili likatunguse mioyo yetu. Neno hili likawe la ukumbusho kwa ajili ya wokovu wetu. Wapendwa, tutaenda mbali kama tutatunza wokovu wetu. Wapendwa, tutakweza kuja kula matunda. We might be suffering now, but kuna mahala tunaelekea ambapo tutaona Bwana, ambapo tutauliza, kwa kweli Bwana ulikuwa umetuandalia haya. Maana Bwana huinua mnyonge kutoka mafumbini na kumfanya aweze kula na wafalme. Kuna mahala Bwana anatupeleka. Kuna mambo ambayo Bwana ametuandalia. Kuna mahala tunaenda, na Bwana kuna mpango mwema juu ya maisha yetu. Acheni tukae na Bwana, wacheni tumtumainie Bwana na tumtegemee katika kila jambo. Yeye ni mwaminifu na yeye ni Mungu wetu. Alisema vyema katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 5 na wa 6 ya kwamba amtegemeaye mwanadamu amelaaniwa, lakini amebarikiwa anayemtegemea Bwana na kuweka matumaini yake kwa Bwana. Amebarikiwa. Mpendwa ndugu yangu, dada yangu, umebarikiwa, maana matumaini yako umeweka kwa Bwana. Mategemeo lako umeiweka kwa Bwana. Umebarikiwa. Penda sana kumtumainia huyo Bwana. Penda sana kuweka mataji yako kwa Bwana. Maana ukimpa Bwana matakwa yako, Bwana naye atayapokea na atayatimiza. Heri yule anayemtegemea Bwana, maana ataitwa mbarikiwa. Tuendelee na kumuinua Bwana. Tuendelee na kumpenda Bwana. Tuendelee na kumtumikia yeye peke yake, naye atatubariki. Tuamini pamoja na tuombe.